Leo hii kuna watu wengi ambao wanasumbuka sana na wanateseka katika maisha yao kwa sababu ya dunia, hasa dunia tulionayo sasa ambayo inatawaliwa na information age, kwa maana ya kwamba mitandao ya kijamii imekuwa mingi. Tunasema Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na mitandao mingine mingi sana. Kuna watu ambao wana makusudi makubwa katika maisha yao, lakini wamekuwa ni watu wa kawaida. Kuna watu ambao wana vipaji vikubwa kwenye maisha yao, lakini wamekuwa ni watu wa kawaida. Sasa ni kwa nini wana vipaji vikubwa na ni watu wa kawaida sana kwenye maisha yao? Tatizo ambalo unaweza ukajiuliza swali rahisi, au tunaweza tukajiuliza swali rahisi. Ushawahi kuingia kwenye Instagram yako, Facebook yako, YouTube account, maybe TikTok, Twitter na WhatsApp status, ukaangalia jinsi watu wanavyoposti maisha yao na mafanikio yao? Sasa ulivyoona wameposti maisha yao na mafanikio yao, picha gani ambayo ilijengeka kwenye kichwa chako? Kama ulianza kuyatafsiri maisha yako kwa kutumia mafanikio yao au vile vitu ambavyo wanavionyesha kukupitia kwenye mtandao wa jamii au kwa kupitia marafiki zako, basi video hii ni kwa ajili yako, inakuhusu sana. Inakuhusu sana. Tatizo kubwa si kuangalia mafanikio ya watu wengine, au tatizo kubwa si kuangalia watu wengine wanafanya nini, ila tatizo linaanzia pale ambapo unatumia maisha ya watu wengine kutafsiri maisha yako. Hilo ni jambo kubwa, na tatizo hili tunaliita comparison problem, au tatizo la kujilinganisha. Sasa leo hii tutazungumzia kwa habari ya matokeo matatu yaliyopo katika kujilinganisha maisha yetu na maisha ya watu wengine. Kujilinganisha ni nini? Tunaposema mtu huyu anajilinganisha, maana yake ni kwamba ni kuyatathmini maisha yako, au kwa kuyaangalia maisha yako na ya mtu mwingine, kwamba unaangalia maisha yako unayalinganisha na ya mtu mwingine. Tunasema inaweza ikawa ni katika eneo la kiroho, inaweza ikawa ni katika eneo la kielimu, inaweza ikawa ni katika eneo la ndoa, au katika eneo lolote lile pale. Unavyoangalia maisha yako na kuyafananisha na mtu mwingine, tunasema mtu huyu anafanya comparison, kwa maana ya kwamba kujilinganisha. Sasa kuna matokeo makubwa matatu ambayo yapo katika kujilinganisha. Tunaweza tukaangalia kwamba moja ya tokeo la kwanza, tokeo namba moja, tunasema kujilinganisha kunaua utambulisho wako. Kujilinganisha maisha yako na maisha ya mtu mwingine kunaondoa utambulisho wako. Maanake ni nini? Pale ambapo unajikuta unaanza kuyatafsiri maisha yako kwa kupitia maisha ya watu wengine, maanake unaacha kuishi maisha yako, unajikuta unaanza kuishi maisha ya watu wengine. Badala ya kukaa chini na kuanza kujiuliza maswali kama wewe ni nani, umetoka wapi, kwa nini upo katika dunia, uwezo wako ni upi, na unatakiwa kuleta matokeo gani katika jamii, wewe unaanza kujiuliza juu ya maisha ya watu wengine, kwamba mbona wao wamefanikiwa, mbona wao wamefanikiwa na mimi sijafanikiwa, mbona wao wamefikia level fulani ya juu ya mafanikio na mimi sina. Ukiishi kuyatafsiri maisha yako kwa kutumia picha ya maisha ya watu wengine, jua kwamba unakuwa unapoteza muda mwingi sana na unashindwa kupata utambulisho wako. Wataalamu wanasema kwamba ukishindwa kuishi uhalisia wako, dunia itashindwa kutambua uhalisia wako wewe ni nani. Kwa nini? Kwa sababu unapojilinganisha unaacha kuishi maisha yako na unaanza kuishi maisha ya watu wengine. Unaweza ukajiuliza leo, je, kazi unayofanya ulifanya kwa sababu rafiki zako walisema uingie kufanya hiyo kazi, au ulifanya kwa sababu ndio kazi ambayo inagusa moyo wako?
Je, ulioa kwa sababu uliona rafiki zako wameoa na ukaona wanakucheka, na wewe kama hujachelewa unaweza ukajiuliza maswali madogo kama hayo na ukapata kutambua kwamba unafanya vitu kwa kujilinganisha. Tatizo sio kujilinganisha, ila ni pale ambapo unaanza kutumia maisha ya watu wengine kwa kuyatafsiri maisha yako. Na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba watu ambao wanafanya comparison, tunasema unavyofanya comparison, maanake comparison ina asili namna unavyoyaona maisha yako, unavyothamini maisha yako, unavyothamini vile ulivyo. Yani tunasema comparison maana yake unaacha kuviangalia vile vitu ambavyo unavyo na unaanza kuvitafuta vile vitu ambavyo hauna. Hiyo tunasema ni comparison. Sasa usiishi maisha ya watu wengine, ishi maisha yako, kwa sababu jukumu lako si kushindana na watu wengine wanavyofanikiwa. Unaweza kukuta unashindana na mtu mwingine alivyofanikiwa, kumbe yeye yupo katikati ya safari yake na wewe ndio kwanza uko mwanzo wa safari yako. Sasa unapojilinganisha, manake inakuwa haileti mantiki. Kwa hiyo lazima utafute ni nini ambacho unataka hasa maishani na ni nini ambacho umeumbwa kufanya maishani. Hii itakusaidia sana ili usiweze kufanya nini? Usiweze kujilinganisha na maisha ya watu wengine. Lakini jambo la pili tunasema, au matokeo ya pili ya kujilinganisha na maisha ya watu wengine, tunasema kwamba kujilinganisha kunaondoa amani na furaha za watu wengi. Utafiti ambao ulifanywa mwaka 2024 unaonyesha kwamba mtu anavyojilinganisha inapunguza ile self esteem yake, kwamba uwezo wa yeye kujiamini, kwamba unaweza ukawa unafanya kazi nzuri, upo unafanya biashara nzuri, lakini ukiangalia wenzio wana biashara kubwa zaidi yako, maybe wana kazi ambao wanalipwa kipato kikubwa zaidi yako, maybe unaona kwenye ndoa zao kuna amani na wewe kwako kuna kama amani haipo. Sasa unapoanza kujilinganisha ni nini? Maana yake ile self esteem inapungua. Unaona kama wewe vile maybe kwamba mimi nimechelewa, yamkini mimi sina bahati, yamkini mimi siko hivi. Maana yake ni kwamba unashindwa kuthamini ulivyo navyo na unaanza kutazama vitu vya watu wengine ambavyo haujui pengine ni gharama gani ambayo walilipia. Ukikuta yawezekana ni rafiki yako mnafanya naye kazi ofisi moja, ukikuta amepata mafanikio fulani, maybe kajenga nyumba, maybe kanunua gari, maybe kafanya mambo yoyote makubwa, hawezi kujua au kuelewa alikotokea ni wapi na ni gharama kiasi gani ambayo alilipa. Kila mtu ambaye anafanikiwa au kila mtu ambaye anafikia matokeo fulani ya maisha yake ni kwa sababu amelipa gharama fulani. Sasa unapojaribu kujifananisha, hauwezi ukajua kusudi lake na lako huenda yako tofauti. Huenda njia yako ni rahisi na njia yake aliyopita ni ngumu, au huenda njia yako ni ngumu lakini yake aliyopita ni rahisi. Kwa unapojaribu kujilinganisha, maanake unakuwa unatoka kwenye maana halisi ya maisha yako na unajikuta unaanza kuishi katika hali ya huzuni. Kwa nini? Kwa sababu utajiona kama umechelewa, kwamba wenzangu tumeanza nao kazi mwaka mmoja, wenyewe wana gari, mimi sina gari. Inaanza kukutengenezea hali ya hofu, hali ya kujidharau, kuona labda pengine wewe haustahili kuwa na vitu kama hivyo. Unajikuta upo kwenye depression, kwenye stress ambazo si za lazima. Lakini matokeo ya tatu ambayo unaweza kuyapata katika kujilinganisha, tunasema ni kwamba kujilinganisha maisha yako na maisha ya mtu mwingine yanaweza kusababisha kufanya maamuzi yaliyo mabaya. Hii kitu imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana, hasa wafanyakazi walioko serikalini, lakini pia na wanavyuo ambao wako mashuleni. Utakuta mtu unafanya naye kazi ofisi moja, umeanza naye kazi mwaka mmoja, yeye kanunua gari, kajenga nyumba. Sasa kwa sababu na wewe unataka uwe na nyumba, lakini pengine kwa wakati huo hauna uwezo wa kujenga nyumba au hauna uwezo wa kununua gari, lakini kwa sababu unataka kufanana naye au unajilinganisha na wao, unapima thamani ya maisha yako kwa kupitia maisha yao, thamani ya mafanikio yako kwa kupitia mafanikio yao, unajikuta unaenda benki, unakopa na unajikuta unaingia kwenye madeni ambayo si lazima, unaingia kwenye mambo au unajikuta huko katika matukio ambayo yanafanya upoteze kabisa
upoteze thamani ya maisha yako, unajikuta umefanya maamuzi ambayo yana majuto. Na mara nyingi maamuzi ambayo yanaambatana na kujilinganisha na maisha ya watu wengine, mara nyingi ni maamuzi ambayo yanakuja na majuto. Unaweza kukuta umenunua gari kwa sababu ulikopa ili na wewe uonekane katika wafanyakazi wenzio na wewe una gari. Baadaye unakuja kugundua kwamba nilinunua gari ili nifanane na wafanyakazi wenzangu, lakini unakuja kugundua kwamba gari ile ina kile kipato ambacho ulikuwa unakiingiza, unakuta unaanza kuhudumia gari, unajuta hata nakuwa na hilo gari. Unaweza kukuta gari ulinunua milioni 20 unakuja kuuza milioni 10, by which umepata hasara. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya vitu kwa sababu wenzio wanafanya. Usitaki kufanya vitu kwa sababu wenzio wanafanya, lakini fanya kwa sababu kile kitu ndicho ambacho wewe unafahamu kwamba unatakiwa kukifanya. Tambua kwamba tupo katika dunia ambayo kila mtu ana safari yake, na katika safari ya kila mtu kuna njia yake ambayo ataipitia, na kila mtu ameletwa kwa kusudi fulani maalum, na katika kila kusudi kuna watu ambao atakutana nao na kuna aina ya maisha ambayo atayaishi. Sasa na wewe katika kusudi lako au katika mchakato wa maisha yako ni lazima utambue kwamba kuna aina ya maisha ambayo unatakiwa kuyaishi, kuna aina ya mtu ambaye unatakiwa kuwa tofauti na watu wengine walivyo. Sasa usiishi maisha yako, usipoteze muda wako kwa kuishi maisha ya watu wengine. Tunasema kuna mtu mmoja aliwahi kuwa ni daktari ambaye baba yake alitaka kuwa daktari alivyokuwa kijana, lakini baba yake hakufanikiwa kuwa daktari, lakini akamtaka mtoto wake, kwa sababu yeye alishindwa kuwa daktari, akataka mtoto wake awe daktari, lakini mtoto wake alifanikiwa kweli kuwa daktari ambaye ni daktari maarufu na ana mafanikio makubwa. Sasa siku moja wakiwa wanagawa tuzo, walipokuwa wanagawa tuzo, walimpa nafasi ya kuzungumza chochote, na babake, walipofika katika gari, babake akamuuliza kwamba ni kwa nini ulipewa nafasi ya kuzungumza au kuzungumza kitu chochote kile? Yule mtoto akamwambia, baba, sikuwahi kutamani kuwa daktari, nilikuwa naishi ndoto yako. Kwa nini? Kuna wakati unaweza ukajikuta umeingia kwenye udaktari kwa sababu tu baba yako anataka uwe daktari. Kuna wakati unaweza ukajikuta umeingia kwenye kazi fulani kwa sababu tu uliangalia watu wengine wanafanya, lakini kimsingi si kazi ambayo inagusa moyo wako. Mwisho wa siku unajikuta baadaye umefanya maamuzi ambayo yanakuja kutengeneza majuto ndani yako. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa kwamba maisha yako hayataki kufanana na maisha ya mtu mwingine. Usiishi kopi, kuwa wewe. Unatakiwa uishi uhalisia wako. Ukiishi uhalisia wako, dunia itakutambua katika uhalisia wako. Lakini ukiishi maisha ya watu wengine, manake utajikuta dunia haikutambui na utajikuta kwamba unapoteza thamani ya maisha yako. Sasa unatakiwa kufahamu kwamba kitu ambacho unatakiwa kuelewa kwamba maisha inawezekana kuanza upya. Inawezekana ulikuwa ni mtu ambaye unaishi maisha ya watu wengine. Unaishi maisha ya watu wengine, unashindana na watu wengine, unaona wengine wanafanikiwa, na wewe kwa kuona mafanikio yao unatamani kushindana ili uweze kufanikiwa. Sasa kumbuka, kitu pekee ambacho unaweza ukakifanya, kitu pekee, tunasema the only person ambaye unatakiwa kucompete naye ni wewe mwenyewe. Yani wewe ulivyo leo, ulivyokuwa jana, unatakiwa leo inatakiwa uwe bora kuliko ulivyokuwa jana. Lakini pia inapofika kesho, tunatarajia kuona kesho unakuwa bora kuliko ulivyokuwa leo. Maanake kila siku lazima upambane kuongeza 1% ya ubora, yani wewe ndani yako. Maanake ni kwamba usishindane na watu wengine, kwa sababu kila mtu ana njia yake na kila mtu anafanikiwa kwa wakati wake. Kwa hiyo ni lazima uelewe kwamba unatakiwa kushindana nawe binafsi ili uweze kuleta uhalisia katika maisha yako. Sasa leo hii unaweza kusema kwamba kama umejifunza kitu katika video hii, unaweza kusema kuanzia leo sitajilinganisha na mtu yoyote yule, na pengine
unaweza kushare, unaweza kuandika comment yako hapo, ni nini ambacho umejifunza na pengine ungetaka ushauri zaidi ili tuweze kujifunza. Lakini usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare ili uendelee kupata video zetu kwa karibu zaidi tunavyozi upload.